Mi naitwa Eric Sindabi na mwenzangu anaitwa Kevin Maranga. Sisi tumetoka Njoro, Nakuru County na tunaelekea Bondo ili tuweze kupeana heshima zetu za mwisho kwa baba. So lakini tulionelea ni vizuri tusimame hapa Kondele kidogo kwa sababu tunaelewa hapa Kondele ni ile ngome ya baba, ile support kubwa ya baba. Kwa kimombo wanasema ile radical support ya baba inapatikana hapa Kondele. So tuliweza tu, tunataka kujue wewe kama mkaji wa hapa Kondele, unajua taifa linaendelea kuomboleza baba. Unajua baba alikuwa nini kwa taifa. Hakuna haja turudie mambo mengi, sawa? Kila mtu anaelewa, sio? Hata mataifa yengi wanaelewa baba alikuwa nani. So nyinyi, wewe kibinafsi, how did you receive baba's passing on, that news? How did it affect you? And how did you mourn? And maybe going forward, given that baba ndiye alikuwa anawapa nyinyi political directions, what is way forward? Maybe utaanza tu kujiintroduce, tuambiwe ni nani, alafu tuendelee kuongea. Oh, thank you very much. That's a gratitude. And for one, I'm called Kevin Anguka. That's my name. And while I sit here and I receive the news of Baba, I kept quiet first because I never believed it. And at some point, reality is reality. You come and meet it, and you accept what is there. But for what I can say, the receival or the news of Baba affected us as a whole. Kondele is the home strategy, and it's the very best thing of Baba, because Baba also mentored Kondele. And if you can go back forth, if you can rewind your tips, Baba was somebody who was like, Kondele lazima asimame. Akitaka kusema jambo fulani Lazima ama kama amefanya pia makosa kidogo mahali, pia Kondele inasema hapana, hapo baba, hapana hapo baba, yeah. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa sisi. Yeah, so like as Kondele family and as Kondele fans, as Kondele family and all that stuff, what I can say, we as Kondele, we are still mourning Baba. And you said for the next 3 months, we are still in mourning Baba. Na mjamini baba. And it's not even right for Baba to go because we don't know how it happened. Though yes, Mola alisema alitujenga na mchanga, na kwa hiyo mchanga yenye alikujengea pia ndio utarudi. So we are still in grief as Kondele, and as Kisumu as a whole, we are still in grief, and we are still doing the memorial of Baba each and every time. So what activities are taking place, At least maybe on daily basis, just as you continue moving? As I can say, for now, we have Tony Nyadundo doing something about Baba. And there is something that is also coming out. We are trying to do some 1, 2, 3. We are just figuring out, because that was our leader. Yes. And our mentor. And that was our mentor. And what is your political move, given that Baba ameenda na lazima maisha endelee, na maisha ya siasa pia lazima iendelee. You see, so nyinyi kama
wafuasi sugu wa baba wa hapa Kondele, mwelekeo wenu wa kisiasa itakuwa vipi? You see, when it comes to politics, I don't want to talk much about politics because we are still mourning. So we are still mourning. So the politics issue, for now, just draw the line. We are still mourning. So the politics issue, let us give some time. Let us mourn first. Lakini And unaona kuna mambo mengi yamekuwa ikitokelezea. Unaona ule ambaye alichaguliwa kama kiongozi wa ODM amekuwa akitoa statements, wale viongozi wengine wa ODM wamekuwa wakitoa statements. Tuliona kidogo ule Gladys Wanga akatoa statement, Ababu pia amekuwa akitoa statement. Sasa tunataka tu kujua, unajua mapema ndio best na niko sure pia kuna vile pia hata nyinyi kuna vile mnaendelea kufikiria, sio? Nyinyi mnaonelea vipi, unaona mwelekeo wa ODM inafaa ikuwe vipi? Manake baba alikuwa pale anafanya kazi na broad-based government, sio? Na kidogo kuna mgawano hivyo hivi hapo pale ndani ya ODM, lakini nyinyi kama wafuasi wa baba sugu hapa Kondele, nyinyi maoni yenu ni ipi? you see, what people don't understand is one, a party was made, and it was made through our king. Long live the king. And I can remember the daughter saying, the king is dead, but long live the king. So ODM is not dead. It's still there. Chungwa is still there. So when we come to we want to try and say that huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, kuna mchanganyiko hapa katikati. For now, we are not supposed to do that. As supporters of ODM, supporters of Baba, we are just trying to give our own opinion. Na hata kwa mtukufu wetu Rais Ruto, I was very surprised Ruto was because I've never had Ruto calling Baba in that way. Jacob, Baba, Pinga, Woodpin. Na kusema Rigiji amekaribishwa kwa sababu yeye ni kiongozi wa kitaifa, yeye ni Mkenya, na akikuja kutaka kupea heshima zake atakaribishwa. Hata akikuja pale hapa Kondele atakaribishwa, sio? Yes. Zile mambo watu wanasema yeye alisema mambo alikuwa anaongea ili ni kisiasa tu, lakini yeye hana mambo yoyote mbaya, unaona, kwa roho yake zidi yake na baba. Kwa hivyo akikuja hata Kondele hapa atakaribishwa, maanake hata hapa Kondele ama hata Kisumu yote ni Kenya na kuna kila aina ya wa Kenya, sio? Kwa hivyo amekaribishwa. You see, furthermost, what I can say, Kondele is the home of Baba when you come to Kisumu. And if you can remember, I can remember when President Uhuru Kenyatta was coming. We welcomed Uhuru Kenyatta. Even Ruto. You can remember scenario of Ruto, how it was. Yes. And we were tear gassed, by the way. Okay. The scenario of Ruto, we were tear gassed. Yes. Ndio maana tumekuja hapa Kondele, maana tunaelewa hapa Kondele ile political moves za baba zote hapa Kondele ndio wanaweka tick ama wanaweka wrong. Yeah, you see, it's just like Nairobi Kibera. Yes, Kibra. You can say Kibra or me naichanga jina ingine, but hiyo ni Gen Z style, so sitaki kuisema sahi. But Yes, yes. Kisumu here, we value Baba because Baba has taught us many things. Yes. So as a
Kenyan, me as a Kenyan, let me Yes, say me as a yes, Kenyan, yes. I value Baba because Baba has given me too many chances to try. So many hopes in life, eh? And when it comes to politics, Yes, he has shown us the way to move. yes. That's why he said, I will not be there with you, but still together we can move. Kama Martin Luther alisema hivyo, I may not be there, but we as a people will reach the promised land. That is it. Na baba amekuwa akiongea mambo ya Canaan. Najua hiyo Canaan inamaanisha kwamba He has seen ile maisha bora, yeah, ile ya haki, wananchi wanatosheleka, unaona, kuna usawa, sio kabisa. so maoni yako in general unasema kwamba baba ndio ametuacha, lakini ile ushuhuda ambayo alitupa, ile message alitupa, ile njia alituonyesha, unaona, nyinyi kama wafuasi wa baba mtaendelea, itawa guide, itakuwa inspiration. What I can try and say is Baba gave us the road. Yes, gave us the platform. yes, We are following the road. Yes, And we are going with his deeds. yes, He gave us the right to talk, yes, right to portray what is wrong, what is not right. yes, to protest. And we protest on what is wrong, yes, and what is not right. See, so like us as Kondele, what I feel is that our mourning for the 3 months, yes, it is justified. Is testified, and even our president anajua watu wa Nyanza wako na uchungu sana. Tuko na uchungu bado. And if you can see even the billboards, each and every person is making everything. Yani mimi nachukua picha yangu natengeneza kama hiyo ya baba. So like baba was the father of this country. Not just the father of Nyanza. It's not father of the yes, Nyanza or sijui Kakamega. No. Yes. Baba was a patriotic leader in each and every county. Alikuwa anapenda Wakenya sana. Anapenda Wakenya kabisa, na alikuwa anataka Wakenya waishi kwa njia ya haki na ukweli. That is it. Si ndio? Yeah. No, so just your parting shot, just what can you advise Kenyans? What can they just tell Kenyans something? Something that I can tell Kenyans is one. Your vote is your vote. Mtu asikwambie kwa sababu nyinyi mko hapa Nyanza mpigeni hivi, mko Central no. Pigeni hivi. And that is what I usually say. Yes. My vote is my vote. Whoever I choose, I choose. As long as you are going to make my life to be very simple. Sure. As long as I'm going to change your life. That is it. Yani isikwe hardship. I know hardship in life inakuanga. Yes. But let us not put the hardship high. Let us put it on the middle. Sure. Wacha nitafute serikali pia ijaribu kunisupport. Ndio. Tafutie. Kwa hivyo Wakenya waangalie manifesto na wachambue hao watu wanataka kugombea, waangalie their past, their future, your vote will choose whoever is going to make you live a good life or whoever is going to make you have a hard life. Sure. Asante sana bro. That is it. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Bro, sisi tumetoka Nakuru na tuko njiani kuelekea Bondo, ile kupeana ile heshima yetu ya mwisho kwa baba, mahali ambapo baba amelazwa, sio? So tumeonelea ni vizuri tusimame hapa Kondele kiasi, tuongee na wakazi hapa wa Kondele, maanake tunaelewa hapa Kondele ilikuwa ni ile ngome ya baba, ile support kubwa ya baba. So wewe kama mkaji hapa wa Kondele, ile habari ya
kuaga kwa baba, mulipokea vipi na muliweza kuomboleza vipi, na hivi sasa mnapangaje kisiasa? Manake baba ndiye alikuwa anaonyesha njia hapa, one akisema right left, hivyo hivyo tu. Nataka tuelewe tu kidogo tu kutoka kwako baba. Kwanza nitaanza na jina yangu. Yes. Naitwa George. Mimi ni mkaaji hapa George Kondele. nani? George Obonyo. Okay. Mimi ni mkaaji hapa Kondele. Yes. Lakini vile hiyo maneno ya baba tulisikia, Yes. ilituuma sana. Tulikuwa tumejua baba hapa ndio stronghold yake. Yeah. Ya kila kitu ikifanyika lazima ianze hapa Kondele. Yes. Sasa vile hiyo maneno iliingia, watu walikuwa na huzuni sana. Yeah. Watu walilea na mbinu yote wenye wanawatafanya, kila mtu alifanya, lakini bado tuko na huzuni sana vile alienda. Hatujui tutaelekea wapi, kwa sababu wenye tunaona kila mtu anataka upande yake. Hajui binadamu ako na mahitaji yake. Yeye anataka tu yake, akisapata ameenda, amekuacha hapo. Lakini baba hapo kwa hivyo, baba hakukuwa hivyo, alikuwa analilia. Manake unaona kama hata ile slogan ya ODM nile maisha bora, sio? Maisha bora. Yes. So baba alikuwa anapigania maisha, Wakenya wakuwe na maisha bora ya kila mtu, kila aina ya Mkenya, uwe Mluya, ukuwe nani, kila aina. Yes. So nyinyi kama wakaji wa Kondele mnapangaje kuendelea kisiasa hapo mbeleni? Sasa hapa Kondele ama hapa Kisumu vile tunaona, bado hatujatoa maoni yenye tutaenda nayo. Okay. Bado mnalia. Bado watu morning, yes. Bado ukisikia mtu analea tu, baba ametuacha na hatujatuwekea maelekezo tuanze na wapi ama tuende wapi. Yes. Lakini ikifika tutaona tutachukua maelekeo gani yenye watu watafuata. Okay. Sasa ni nini inaendelea kufanyika huku? Pengine unajua, nilisoma kwa gazeti kwamba Kondele wanasema ulimuni baba wataendelea kuomboleza baba kwa tayari karibu miezi 3 ambayo inakuja. Sasa nini huwa inafanyika jioni ama hivyo ile kuendelea kuomboleza baba? Kitu yenye inafanyika hapa Kisumu, ukifika jioni kama leo Friday, ukienda hata kwa pub, unasikia kama wameweka ngoma ya baba. Yes. Ama ukienda kwa nyumba unasikia kama mtu ameweka ngoma ya baba, anasikia. Yes. Anakumbuka nayo wakati baba alikuwa hai. Yes. Vitu yenye baba alifanya. Na mali yenye baba ametoa watu. Na sana wewe kama Mkenya wa kawaida, tena mambo mengi, wewe utakumbuka nini nayo baba? Jambo gani ambayo baba aliwahi kufundisha wewe kama Mkenya binafsi ambayo hata utamiss sana na utakuwa unakumbuka na itakujenga kwa maisha yako? Kitu ya kwanza, hii kitu yenye inafanyika saa hii yenye unaweza pata watu wanaongea na kila mtu ako na right yake. Yes, hiyo freedom of speech, freedom of speech. Yes. Haikukuwa kitambo, lakini siku hizi naona unaweza watu wanapayuka na hata hawajui nani walileta hiyo freedom, si ndio? Hawajui. Hata wale wenye wengine wanapiga baba wanapayuka na hata hawajui nani alileta hiyo freedom, si ndio? Hata hao wenye wako kwa government, unapata governor anapinga kitu yenye ajui ilikuja aje. MCA, MP, lakini hizo vitu baba ndiye alileta zote. Na baadaye wakaanza kupiga yeye. Na hata hii devolution, si ndio? Kila kitu. Kwa hivyo wewe kibinafsi unaona baba alikuwa kiongozi ambaye anafaa apewe ile enzi, sio? Alikuwa kiongozi mzuri, hakuna mwenye anaweza kuwa kama yeye hapa Kenya saa hii, si ndio? Hakuna anapigania Wakenya wote. Hakuna. Si ndio? Baba alikuwa kiongozi mwenye hata ukimkozea bado unaweza rudi uongee na yeye na kuachia hiyo makosa yako umfanye na yeye kazi. Manake alikuwa anasema ameshinda kura zake zinaibiwa, lakini kidogo anaenda anasalimiana na ule mwenye amemuibia kura na Kenya inaendelea, sio? Tena anasema hao wenye wanalea hawajapoteza kitu, mimi ndio nimepoteza kitu na nimenyamaza. Sasa hao watulie. Niongee kwanza. So wewe
unaweza advise vipi wa Kenya vile baba ametuacha na ametufundisha vitu mingi. Wewe unaweza himiza nini wa Kenya? Usiseme ati sasa unaona hapa ni Kondele, lakini baba alikuwa anasimamia Wakenya wote. Wewe kama mkaji wa Kondele na wewe kama Mkenya unaweza himiza nini wa Kenya kulingana na maisha ya baba? Mi nasema kiupande yangu vile baba alituacha vibaya. Yes. Lakini vile Ghafla. alituacha kwa serikali. Yes. Hao wenye wako kwa serikali watumie hiyo serikali vizuri, ili hata sisi tuone kitu yenye serikali anatuletea hapa Nyanza. Sure. Kwa sababu alipigania serikali ili tupate matunda ya serikali. Yes. Lakini uzuri walituacha kwa serikali. Yes. Sasa hao wenye wako kwa serikali na hao wenye wataingia, yes, wasiingie kama wenye hawajui kitu yenye wameenda kufanya huko. Yes. Wajue kuna wenye wako hapa nyuma wanaangalia hao. Yes. Kwa hivyo maoni yako ni kwamba baba aliwacha wafuasi wake kwa serikali na aliingia kwa serikali kwa sababu alikuwa anataka hiyo serikali ifanyie Wakenya kazi ambayo Wakenya wanahitaji, sio? Kwa hivyo unahimiza serikali, unaona, ama wale wafuasi wenye baba aliwacha kwa serikali, unaona, watimize hiyo ahadi, tumikia Wakenya, sio? Asante sana. Asante sana.